Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani tunahitaji imani yenye matokeo. Ukiwa umeamini, umemwamini Kristo, usimwamini tu Kristo, unaishi na imani butu, unaishi na imani yani kuna mtu mwingine ameokoka na ameamini, lakini anaishi na imani ni sawa na shoka butu ambalo halikati hata kuni, hata mti halikati. Ni kweli ni shoka, lakini halikati. Kwani kila shoka inakata? Au kila panga kwani linakata? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima kama wewe ni shoka, basi hakikisha shoka lako liko na makali. Amen. Kama wewe ni panga, hakikisha panga lako lina makali. Yaani ukipitisha kwenye mti, mwanangu, mti unakatika. Ukipitisha kwenye vichaka, hasa kuna mashoka mengine na mapanga mengine hata kwenye maua hayakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilize kwa makini. Akasema Bwana wangu, Bwana wangu. Sasa ngoja tutoke hapa kuona sawa. Nataka tusome kile kitabu cha Mwanzo, hiyo sura ya 19. Utanielewa vizuri, Mungu akusaidie. Haleluya. Amen. Sasa kwa faida ya wewe ambaye ulitoroka ile juma ngapi? Jumatano. Tutaanza mstari wa kwanza. Lakini nilikuwa natamani tuanze mstari wa 4. Sasa nikaona kuna watu tutawaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sitamani nikuache. Mstari wa kwanza anasema basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi, akasema, Bwana zangu, karibuni na wasii muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Mstari wa 4, hata kabla hawajalala, watu wa mji wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamwita Lutu wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasihi nitawatolea kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu, ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Sasa tunaweka pause kidogo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wale malaika waliokuja nyumbani kwa Lutu, na wale malaika waliokuja nyumbani kwa Lutu walikuwa ni wale malaika waliojifunua katika watu watatu nyumbani kwa Ibrahimu. Sasa hapa nisikilize, yaani hapa ni sawa, tunachukua moja ongeza moja mbili, sawa? Amen. Haleluya. Amen. Sasa mwingine anasema usitupeleke shuleni, mtumishi wa Mungu. Usitupeleke shuleni. Mwingine ataanza kukumbuka na vale baba wakati anasema hii ngapi, hii jumlisha hii ngapi? Sasa tuachane na huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize. Hesabu nataka nikupe hapa ni sawa na moja ongeza moja unapata 2. Sasa nimesema hivi, wale watu watatu walioenda nyumbani kwa Ibrahimu, si ndio? Amen. Sasa hao watu watatu waliojifunua kwa Ibrahimu, sasa kwa Lutu wanaenda wangapi? Wawili. Na nielewa? Amen. Wanaenda wawili, ila walikuwa ni wale waliotoka wapi? Nyumbani kwa Ibrahimu. Na nielewa? Sasa wakaenda
wanamkuta Lutu mahali alipokaa, panamfanya Lutu aweze kuona sawasawa na anavyoona. Ngoja nisirudi nyuma kidogo, utanielewa hapo. Nataka nitengeneze kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali ulipo panaweza pakakusaidia kuona vizuri au kuto kuona vizuri. Haleluya. Hapa nilipo mimi, nimesimama hapa, mbele yangu, sawa, mbele yangu ninaona mpaka kule nje, nanielewa? Kule nje ninaona, lakini nguzo zimenizuia, nje sioni vizuri, nanielewa? Mtu tofauti na baba alipokaa pale nyuma. Baba alipokaa pale nyuma ana uwezo wa kusimama na akaona nje vizuri, tofauti na mimi hapa nilipokaa. Sio, nanielewa? Kwa hata kama hapo nje pana pikipiki, pana magari labda 4 au 3, mimi naweza nikaliona gari nusu, ila aliyekaa hapo nyuma anaona nje kote na pikipiki na gari lote analiona kwa ukubwa. Sasa pointi yangu ni hivi, mahali ulipo, sehemu ulipo, panaweza pakakufanya Mama Junior ukaona sawasawa au kutokuona sawasawa. Mahali alipokuwa amekaa Ibrahimu palimsaidia Ibrahimu kuona sawasawa. Mahali alipokaa mtu anaitwa Lutu panamfanya Lutu ashindwe kuona sawasawa. Unasema kwa nini unazungumza hivyo, mtumishi wa Mungu? Nisikilize. Ibrahimu amekaa chini ya hema yake, amekaa kwenye mlango wa hema yake, lakini Lutu amekaa kwenye lango la Sodoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona tofauti wa watu wawili? Lutu amekaa kwenye lango la nini? La hema yake. Nisikilize tena. Lutu amekaa kwenye mlango wa Sodoma. Sodoma sio nyumba. Sodoma ni mji. Bwana Yesu asifiwe. Sodoma ni nini? Ni mji. Yesu ni mwema, nashukuru Mungu kwa sababu hapa tulipo tupo kwenye lango. Tupo kwenye lango la mtaa. Si ndio baba? Hapa ni lango la nini? Ni lango la mtaa. Kwa hiyo uwe unajua au haujui, kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu tupo kwenye lango la mtaa, huko rohoni huko kuna vitu vinafanyika kwenye malango ya mji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa tulipo ni kwenye lango la mtaa wa Inyala. Kwa hiyo Lutu alikuwa amekaa kwenye lango la mji wa Sodoma. Kama hivi tuseme alikaa kwenye lango la mji wa Inyala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Lutu angekaa kama pale, sababu basi ndio mpaka. Ukiingia hapa si ndio unakutana na geti linaingia Inyala, linaingia Ikuti, si ndio? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe somo langu linaenda vizuri kwa sababu lina mifano hai. Amen. Haleluya. Somo langu linaenda vizuri kwa sababu lina mifano hai. Kwa hiyo akakaa kwenye lile lango. Kwa hiyo ukikaa kwenye lango la mji ni sawa na ukakaa hapo kwenye mlango wa geti la Inyala hilo. Ukasimama hapo, watu unaowaona ni wengi. Huwezi kuconcentrate, huwezi kuwazingatia. Kwa nini? Kwa sababu hao wanaopita hapa, ni lango la mji, wanapita watu wengi na kutoka. Lakini kuna utofauti, ukakaa kwenye lango la nyumba hapa, ukakaa hapa, ukaona mtu anakuja kwenye lango la nyumba, kwa lazima utamzingatia. Haleluya. Lakini mtu akatokea kule, wanapita wanakuja, unaona tu wanapita njia zao. Sasa Lutu amekaa mahali kwenye lango la mji, Ibrahimu amekaa kwenye eneo la nyumba yake. Kwa macho ya Ibrahimu anapoface mbele, anatazama mbele, anaona wageni wanakuja nyumbani kwake. Lutu anaona wageni wa mji.
Kwa hiyo hata kuona, Lutu aliona vibaya, Ibrahimu anaona vizuri. Ndio maana hata katika matamshi, katika lugha, Lutu anasema hivi: bwana zangu, karibuni na wasii. Kwa tafsiri ya kawaida, kwa tafsiri ya Kiswahili fasaha, Lutu alikuwa yuko sahihi, ila kwa tafsiri ya kiroho, kwa tafsiri ya rohoni, Lutu hayuko sahihi. Ni sawa na 1 ongeza 1 2, 1 ongeza 1 11. Tunaelewana hapo? Tunaelewana hapo? Tunaelewana hapo jamani? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umeelewa hiyo apostol, au ulikuwa umetoka baba? Kwamba macho ya Lutu yanaona sawasawa na mazingira aliyopo. Macho ya Ibrahimu yanaona sawasawa na mazingira aliyopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja niseme hivi, haina utofauti sana hii inayozungumza na hii hapa, kwamba msingi wa imani, kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo ukizungumzia haki na wokovu ni vitu viwili tofauti. Haleluya. Amen. Haki ina play part katika eneo lake, wokovu una play part katika eneo lake. Watu wengi leo wamepofushwa macho na mpuuzi mmoja anaitwa adui, kwa sababu wamekaa mahali ambapo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasema hivi, watu leo wanaona vibaya, hawaoni sawasawa, kwa sababu mahali walipoketi ni panawafanya waweze kuona vibaya. Amen. Hivi imagine kwamba leo hii, labda apostle hapo, leo hii waliokuaminisha kwamba 1 ongeza 1 ni 2. Hivi imagine kama wangesema 2 ongeza 2 ni 1, na wangetengeneza msingi huo. Remember, hata leo ingekuwa 2 ongeza 2 ni 1. Haleluya. Amen. Nasi tuna ujasiri, tuna confidence ya kusema 1 ongeza 1 ni 2, kwa sababu ndicho tulichoaminishwa ndani yetu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo pia hata tukiingia rohoni, kuna vitu tunasema haiwezekani, haiwezekani, vimefanyika hivi, watakuwa ni washirikina hawa. Ni matokeo ya msingi tuliotengenezewa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wakati fulani nilikuwa nafanyaga jaribio la imani, na sio dhambi hata nao kafanya jaribio hilo, sio dhambi. Ni kipindi ambacho nilikuwa nataka ni control. Unajua imani pia inachukua control imani yako, itengeneze vizuri, uimarishe sawa sawa na kile ambacho nilikuwa nakisikia. Nilikuwa najiuliza how wakina Petro, leo hii tunazungumzia katika mtu ambaye aliwahi tembea juu ya maji. Ni nani? Petro, si ndio? Lakini Petro kilichomfanya tembee juu ya maji ni utomaso. Utomaso ni ubishi. Haleluya. Kwa sababu Petro anamwona Yesu anatembea kwenye maji, anasema wewe ni kweli Yesu wewe? Kama ni kweli wewe Yesu, nataka na mimi nitembee kwenye maji. Yesu anasema njoo. Haleluya. Njoo. Jamaa kaamini, chomokea kwenye mtumbwi mzee. Anakuta anatembea ya kwanza, azamu. Anatembea ya pili, azamu. Moyoni akaanza, hivi mimi Petro kabisa? Inawezekana akaanza kufikiria,